Karibu Elimu kwa Jamii. Kipindi kilichopita nilifundisha kuhusu dalili za msongo wa mawazo. Kwa ni dalili gani ambayo ulikuwa mtu ukimuona au wewe mwenyewe unaanza kujichukulia hatua, kujitafakari na kujiangalia, je, una msongo wa mawazo? Sasa leo nakuletea ni mambo gani ya kufanya ili kuepuka msongo wa mawazo. Ni mambo gani ambayo unaweza kufanya ili kuepuka msongo wa mawazo? Cha kwanza ni kuomba msaada kwa marafiki unayemwamini au wazazi au rafiki, mlezi au mshauri yoyote ambao anaweza kuwa karibu, kukaa nao ili kukupa ushauri wa kitu gani, dalili ambazo zinakusumbua, kupiga story na marafiki ambao wana positive way. Kitu kingine ni kutafuta muda wa kupumzika na kujiburudisha. Unaweza kujiburudisha na marafiki zako, kaangalia upata muda wa kupumzika mzuri, angalau masaa 8. Hii inaweza kukujenga na kukuepusha na msongo wa mawazo. Jambo jingine ambalo unaweza kufanya ili kuepuka msongo wa mawazo ni kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, aidha kwa kukimbia, kufanya jogging, kukimbia au mazoezi ya yoga. Mazoezi yanaweza kukusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kitu kingine ni sali au fikiri ibada kwa imani yako. Wewe kama ni Mkristo au ni Muislamu, hebu kaa, sali na shiriki ibada kwa imani yako, kwamba unafikiria, sikiliza hata angalau soma Biblia katika maandiko matakatifu au Qur'ani unasoma, kwa unafikiria na unashiriki ibada. Hii inaweza kukusaidia wewe kama wewe kupunguza msongo wa mawazo au kuepuka kabisa msongo wa mawazo. Kwa ukifanya hivyo unaweza kabisa ukasahau kabisa kama unaweza kuwa na msongo wa mawazo. Kingine, zungumza na mshauri wa afya ya akili. Ukiona kama mambo gani, unaongea na mshauri, unaenda daktari, unamtafuta mwenye ushauri ambao wanadili na afya ya akili, unaongea nao, wanaweza kukusaidia ni vitu gani ambavyo unaweza kufanya ili kufanyaje kupunguza kabisa au kuondoa au kasahau kabisa katika maisha yako kuwa na msongo wa mawazo. Jambo jingine ambalo unaweza kufanya ili kuepuka msongo wa mawazo, kujihusisha na madawa ya kulevya au pombe. Watu wanaona kwamba nimekuwa na stress kwa vile nimefeli, anakunywa pombe ili anapunguza stress, lakini hapana, hiyo inaongeza sonona. Unataga sonona, yani msongo wa mawazo unakuwa na depression, kwamba angalia vitu gani unavyofanya. Kwa kunywa pombe kupita kiasi au kutumia madawa ya kulevya, hii ni moja wapo ya msongo wa mawazo. Ili nataka kuepuka, unataka kuepuka msongo wa mawazo, acha kujihusisha na madawa ya kulevya au pombe. Kitu kingine, panga ratiba ya maisha yako vizuri. Unaamka, hata kuku mwenyewe ana ratiba. Kwa angalia wewe, je, una ratiba gani? Tangu umeamka asubuhi mpaka jioni una ratiba? Au unaamka imradi umeamka tu basi unaendelea kwenda? Kwa angalia, panga ratiba yako vizuri. Hii inaweza kukusaidia. Ubunifu inaweza kukusaidia, au sanaa na michezo mbalimbali inaweza kukujenga na kufanya ukagrow na kufanyaje na kuepuka msongo wa mawazo. Kwa haya ni mambo ambayo unaweza kuyafanya. Haya mambo ukiyafanya, msongo wa mawazo utasahau kabisa. Msongo wa mawazo utasahau kabisa kama una kitu kinaitwa msongo wa mawazo. Kwa hizo ni mambo ambayo unaweza kufanya ili kuepuka msongo wa mawazo. See you next time.